Lakini jambo la pili, rehema za Mungu ni kwa watu wote. Rehema za Mungu ni kwa watu wote. Kumbuka, jambo la kwanza, rehema za Mungu hazina ukomo. Jambo la pili, rehema za Mungu ni kwa watu wote. Tafasiri yake, maana yake rehema inapoachiliwa haichagui ya kwamba huyu ni maskini, ya kwamba huyu ni tajiri, ya kwamba huyu ni mtakatifu, ya kwamba huyu ni mtenda dhambi. Rehema za Mungu zinaposhuka zenyewe zinakaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sijui kama unanielewa. Nasema hivi, rehema za Mungu hazichagui aina ya mtu, wala hazichagui aina ya kabila, wala hazichagui ya kwamba wewe ni mfupi, wewe ni mrefu, wewe ni mnene, wewe ni mweupe, wewe ni mweusi. Rehema za Mungu zinapokuja zinakuja moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Mathayo sura ya 5 kifungu cha 45, jua huwaka kwa waovu na wabaya. Manake halichagui. Kwa maana hiyo Mungu hachagui anapoachilia rehema. Kwa waovu wanapokea, kwa wema wanapokea. Na ndio maana wote tunaliona hivyo. Kuna waovu, kuna watakatifu, wote wanapokea rehema hii. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la pili, ni muhimu sana ufahamu. Lakini jambo la tatu, rehema za Mungu zinatufanya tuwe karibu na Mungu. Kwa rehema ya Mungu ndiyo inakufanya uwe karibu na Mungu. Pasipo rehema ya Mungu huwezi kukaa karibu na Mungu. Kwa hiyo rehema inapoachiliwa inakusaidia wewe Mkristo kukaa karibu na Mungu.